Get the point. Take a step forward. Omaitaba mura bange bataranywa me miaka ya etaniri emechando na Abaibori Babo. Omoibori no aro kore makoruroche bakase burotie kaererete. Tana kobori momorona ki o akore meke gingeke obeka matoko ororo nere buge kokona kore iroka bange na bari batate toboremo. Get the point. Take a step forward. Jana tuliweza kuangalia tukapata ya kwamba hata wasichana wakisaliwa peke yao hata wao pia ni kisasi. Na kuna baadhi ya maneno siku yaongea juu ya hao wasichana. Ikiwa wasichana wamesaliwa peke yao, wawe wamejifunza maneno yote. Nilikuja kuundua ya kwamba ikiwa msichana ajifunzi maneno yote, kuna baadhi ya maneno itabidi aende kufunzwa wakati ameolewa. Na Biblia inasema wazi kwamba akiwa msichana hata kuvaa lazima achipambe kama msichana. Ikiwa yeye ni msichana wa kanisa lazima awe tofauti, la sivyo atahukumiwa. Na hapo ningesoma wapi? Hapo ningesoma Sefania 1 mstari wa 8. Sefania 1 mstari wa 8. Mungu atafanya nini? Inasema na itakuwa katika siku ile ya dhabihu ya Bwana, yes, itawaadhibu wakuu na wana wa ufalme na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Yes. Mavazi ya kigeni ni yale mtu anaangalia kwa runinga, anaona vile mwingine amejipamba na yeye anatamani na anajipamba kama yeye. Sasa utahukumiwa. Je, ni dhambi wasichana kuvaa kanzu refu? Naomba Biblia iseme 2 Samuel chapter 13 verse 18. 2 Samuel chapter 13 verse 18. Naye alikuwa amevaa kanzu ndefu, kwa kuwa nguo hizo huvikwa binti za mfalme waliokuwa wanawali. Ndipo mtumishi wake akamleta nje, akafunga mlango nyuma yake. Hiyo basi, ukiwa msichana kuvaa kanzu refu si dhambi, maana hata Tamari alikuwa anavaa kwa hiyo kanzu refu. Na nilikuja kuulua ya kwamba sio Serefehadi peke yake alikuwa na wasichana, pia hata Eliasari na yeye pia alikuwa na wasichana peke yao. 1 Chronicles chapter 23 verse 22 utapata hayo maneno ukisoma huko. Na kuna baadhi ya wasee ambao siku waingilia sana. Wasee vijana wake wamekuwa wakubwa na wamefika umri wa kuoa, lakini wanapojipima wanachikuta ya kwamba hawajajitayarisha ya kutosha. Ni kwa sababu gani hawajajitayarisha ya kutosha? Hawana nyumba. Nasikia mwanaume ama mzee akisema ya kwamba unajua liga zako walioa kitambo. Hata liga zake wakioa kitambo unaacha gani? Maana wao walijiandaa. Na kuna baadhi ya wazee hawana haja ya kwamba ikiwa kijana wangu ataoa nitamuongezea nini. Yeye anasema ya kwamba ikiwa umeamua kuoa ni juu yako, mimi kazi yangu ni kukaa na kuzungumza na wageni. Wewe wakati Abrahamu alikuwa anatuma watumwa wake, aliwapatia vitu ya kutoa. Basi ikiwa wewe ni mzee na wewe jiandae kumuongezea kijana yako mali. Hayo maneno yanapatikana wapi? 24 verse 10 Genesis 24 verse 10. Nikawaambia ikiwa wewe ni kijana usianze kusema ya kwamba mimi niko na mikono mitupu, hasa aenda ongea na wazazi wako wanifanyie harusi. Wewe na MDF nani atanunua? Ni huyo mzazi. 24 verse 10 Genesis. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, hiyo akaenda zake. Maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Yes. Akaondoka akatua. Chunga hilo neno. Sasa ningepata msomaji wa Kikisii na yeye pia angesoma tusikie kutua sasa ni nini. Biblia inasema Erio omosombolia akarusia chingamia 10 kyo manenoye. Akaimukia na ebyewe binge biya akaimuka.
akagenda gocha Mesopotamia akaimokia ebiewe bingi biya tagieta obosa igagieta na kinde mukono mutubu auvanyu nini. Hata wakati Musa alipokuwa anatumwa Misri, Mungu alimuuliza uko na nini wapi, na yeye akajibu. Hata Aaron na yeye aliulizwa uko na nini mkononi, akajibu ako na fimbo. Lazima uwe na fimbo. Tako na koranga liko mapipo elinonya nesa igatekora tinga ki esa iga. It is 24 verse 4 to 6 Jeremiah. Yani mtu anajipanga kuoa ile hali hana hata nyumba, lakini anajipanga, unasikia akisema ya kwamba as it is goes by next year haitaisha bila mimi kuoa. Sasa unashangaa akimuoa atampatia akule nini, atampatia nini, mafuta gani atajipaka, maana ukiona viaelea jua vimefanya nini. Sasa ikiwa hajajitayarisha kwa mafuta, hiyo itawezekanaje? Naomba Biblia iseme. Kisha neno la Bwana likanijia. Neno la Mungu likamjia Jeremiah. Kusema. Ikasema. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Anasema nini? Kama zilivyo tini hizi nzuri, ndivyo nitakavyo waangalia mateka wa Yuda. Karati. Ya wasoma. Jeremiah 29 verse 4 to 6. Ulisema 24. Aya tata. I said 29 verse 4 to 6. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, awaambia hivi watu wote. Yes, awaambia watu wote waliochukuliwa mateka. Niliowafanya wachukuliwe toka Yerusalemu mpaka Babeli. Yes. Jengeni nyumba. Sasa wakifika huko namba 1 wajenge nyumba. Kakae ndani yake. Namba 2 sasa watakaa ndani yake, maana wamejenga. Kapandeni bustani. Sasa namba 2 watapanda bustani. Mkale matunda yake. Alafu baadaye wale matunda. Oeni wake. Sasa kuoa ni namba ngapi? Tatu. Kuoa ni namba 3. Lakini vijana wa siku hizi wanaanzia kuoa, alafu anakuja kujenga, anaenda kulima. Sasa ile bibi ameolewa, akihitaji hata peremende, unasikia akiitiza mama, uko na paundi hapo, zera anunue peremende. Na unashangaa na huyu kijana mbona akaharakisha, haraka ilikuwa ya nini? Kumbe yeye alisoma ya kwamba haraka ndio nini? Bahati yako. Lakini hakusoma ya kwamba hata pia muenda pole afanye nini? Awananyo anatabata geteiga. Okay. Hivyo basi wakichenga watalima bustani, alafu waoe, na baada ya kuoa sasa watazaa watoto. Msichana anaolewa, anaenda boma ya mtu, alafu anaanza kupima hali ya anga. Sasa unashangaa na huyu anasubiri nini? Ati ninapima hali ya juu. Wewe tulisoma ya kwamba kama mishale walio watoto wa nini? Wa uchanani. Kama mishale ukifika huko hakuna haja ya kupima hali ya anga. Wewe si yule mtu wa kupima. Wewe fika huko, maana Biblia imesema kwamba wanapokula hii chakula sasa wakioa, namba ingine ni kufanya nini? Ni kuzaa watoto. Leta watoto ungali na nguvu. Wale watoto wanakaa wenye hekima, hata akiingia darasani utashangaa. Lakini wale mtu wanakuja kupata wakati siku zinaenda, utashangaa. Hata ukimtoa makamazi hayaishi. Ni kwa sababu gani? Miaka ilienda. Wananyo waleteiga. Sasa wao tuiguana nini? Iwa kita sasa nataka hayo maneno yote niyalete Kirugha. Usije mkasema ya kwamba huko nimeenda mengi. Ni hayo tu nataka kurudia. Okay. Iwa akaromo murako na kwatebanga kebirindo gekondo na chacha kororomo chi na ya buno muri kana korangera ki ogo cha kororomo chi tari mwana go cha korora ngaitura acha to musiemere muaye gokonyora muaye teyo matebi na ngware ko mujike metienyebere ko ruono eri na intu tokore kinde ogo chicha anyore saiga ne korete ngaki matena eti go bokoro rungi ande koroje ngatari kunyara takuna kumuganyie kiagero tebire chebirindo gekondo gokorare ngaki omaetaba muri abange bataranywa miaka ya etani emechando na Abaibori babo
Omoibori no aro kore makoruroche paka se burotie kaererete tana kobori momorona ki o akore meke gingeke obe kama tokororo nere bwe kokona kore iro kabange na bari batate toboremo awo tebanga inche yonkorenta kilo 100 na buo yongo kamerera eliaba murena obare bataraba bantu igo bakona kobori nganyasata akoboka rituke limo arusi omongino yogo sento nyuame wano gokwete babuga barere ngangino okure lakini bainyora ngayaya tigera abaigo gosento korenga ki tena ya liore bobe wano kwekura terende ngayaya birisikiro okure obe birisikiro kwatiga bamora barosa abarende konyana roba suyete tigarwa eri ano momura chiko igwe sani nire korabe kunga waete ire nyoma yani aigwa uroma nyane radio atinerense Atago como muy bori, diganya sago konye jise minubo ngaini na yobe buna Abrahamu oyo konyoranga Isaka emiaka yoko nyuoma yakorire ngaki. Sasa siku ya leo ningependa tuangalie maneno na watoto wachanga. Mara nyingi wakati mtoto mchanga amekufa unasikia wamama wakisema huyu sasa ni malaika. Shaenda mbinguni. Sasa nashangaa ikiwa huyu ni malaika. Sasa ni malaika gani? Ni malaika Gabrieli. Kumbe na hata binadamu uzaliwa kuwa malaika. Na mbona yafuatayo yakaandikwa kwa Biblia 51 verse 5 Psalms. 51 verse 5 Psalms. Tazama. Mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba. Hatiani. Ngebuzingo za amor. Makiluga inasema Rora inje igona iboletwe indane chingenjo chiebibe. Inje igona iboletwe indane chingenjo chiebibe. Igona arengo monyabibe. Kurwekero baba abogore tiuborito. Igo moigwete indio montako jaka kobo monyabibe. Ona enga iku arusi watang lira ikariachire igoro. Aye. Omonto gakobo monyabibe kurwekero ngina abogore tigento ki. Ikiwa mtu amepanga kufunza mtoto wake uchawi, amtunze akiwa mchanga. Mtoto akifunzwa akiwa mchanga atazoea, damu yake itakunywa uchawi kama supu ya samaki. Ukimpatia akiwa mkubwa hasa itabidi aache hatarani. Anya kotakete kwa bundizo mwana obaroi. Mobundizo romoke. Gakobo mogotu taliko karanga ki. Naomba Biblia iseme 47 verse 12 Isaya. Lakini kia bakungu balia barogi na basacha bata ko bundisa bana babo baro. Wantebeli omoze koko jikora tu omoji akonyoru ngatali morogi ochaka gotiyo yu wakonyora tali morogi manyange kosi yengina ta korete ngaki ewa. Biblia inasema Wata mono Wata bokongu obolingoli bwao obonge na oborogi bwao ebintu ebigwe chanderete koruo bwana bwao igo igwete indio obolingoli no oborogi bogo chaka nekero monta agotire gose nekero aro omwana. Ndio maana tunaposoma 22 mstari wa 6 Proverbs, Biblia inasema ya kwamba elekeza mtoto kwa njia ipasayo. Hata akiwa mzee atafanya nini? Ndio basi ukiona uchawi ni kosi utampeleka, wewe mpeleka akiwa mdogo. Sasa akiwa mkubwa hata sahau. Hata wakikimbizwa hawezi kusikwa maana yeye amezoea. Igabarogi bali bande bakora abwatwa imbali ya tuoromogotu. Sasa Biblia imetoa mwongozo ya kwamba ikiwa unamfundisha wewe mfundisha akiwa mchanga. Bali abarogi go point hii haikirenga. Yaani nauliza wale wachawi hiyo point imefika nyumbani ya kwamba wawafunze wakiwa wachanga, ndio maana wamecheka. Tuko pamoja? Zora banya tapureza properly.
Okay, we need to begin the child's training. Kitabu kinaitwa Child Guidance chapter 3. Mama White anasema ya kwamba ikiwa mtu anataka kufundisha mtoto, amfundishe akiwa mikononi mwake wakati amesaliwa. Alafu tena anasema ya kwamba wakati mtu ni mjamzito, education inaanzia huko. Ndio maana Kiadventista tuko na vikundi vya watoto mbalimbali. Sijui kama kwenu mko na hiyo vikundi. Kiradorole, kindergarten, primary, mko nayo? Okay. Kiradorole ni mtoto wa miaka ngapi? Zero? Hapo sasa nimekubali. Na hata sisi ni 0 to 3 years. Alafu kindergarten 4 to 7. Alafu primary good. Na hata hapa tunafanya hivyo. Ni sababu gani? Ikiwa mtoto ni 0 to 3 years kiradorole, ikiwa mtoto ako kwa tumbo ya mamaye, huyo amefika miaka ngapi? Mwana kalenda yangena miaka nerenga ikakoli. Telie 0. Ndio maana tunaanzia 0. Sasa wakati unaenda huko kwa kikundi ya watoto au 0 to 3 years, wakati mwalimu anaimbisha na wewe ukiimba pia na yule mtoto anaimba, anafurahi. Ikiwa ulizaa mtoto mmoja ambaye alikuwa ananuna, kumbuka wakati ulikuwa unambeba ulikuwa unafanya nini? Unanuna. Ikiwa mtoto ni mchoyo na wewe pia ulikuwa mchoyo, sasa alinyonya ile damu ya uchoyo. Sasa yeye ni mchoyo kukuliko. Ndio maana tuko na hiyo vikundi, watoto wafundishwe, waendelee kufundishwa. Mtoto wa kindergarten unaweza mtuma. Unaweza kumchukua kwa shamba achunge mtoto mwingine. Huyu mtoto amejua kutengeneza mtoto wake. Akitengeneza katoto kake, mnapoenda shambani, yeye atasahau aanze kutunza aka katoto kake. Usije ukamchapa. Wengi wanamchapa wakati anasikia mtoto wake roro. Ufika huko mtoto akarara. Alipoamka kama mwanamke kadogo akakukumbuka ya kwamba kalichukuliwa huko kaende kumolea yule mwingine, kakaendelea kuimbia wake. Mama huko mahali alikuwa analima akasikia mtoto wake analia. Kurudi hapa akapata kama mwanamke kanapembeleza mtoto wake. Mama akagonga kale kama mwanamke, alafu akamnyang'anya kama mtoto kake akatupa kwa mto uliokuwa karibu. Na yeye akamzubiri. Mama akanyonyesha mtoto. Akarudi kulima. Mnajua na kama mwanamke kalifanya nini? Kakachukua mtoto kakarusa. Sasa mama amelima amechoka. Akirudi hapa akapata mtoto hayuko. Alipomuuliza, wapi mtoto wetu? Si nilitupa huko mahali ulitupa wangu. Sasa kati ya mwanamke mkubwa na mwanamke mdogo, nani alikuwa na makosa? Igetoi ekali omwana ore moyo. Wakanyoro omwana oya bwate toi aliyesanya areri okoirana akorengaki. Abanda agotuguta gochisiko abakungu bare bakorangoki. Akanyoro omwana oro siriri korokoro nkorundiare omourari korokoro rutagochimogondo maate omenya komatenga ntaete kogocha kwabo manene abentere bekogendi kigari. Aye abentere bagotugutete gari aye. Akanyora abande bakonya koruga oyo mogo sabe suguri yondogo sabe sani yondogo saba gosenki obaka makomo nganko muamabare nando ya komatenga ntakete gogoja kwa manene ngocho areke nayo torugere ngaya goja ko barugere kiagera sare gokorere buragitizi wakorire ngaki. Hiyo basi tuwavumilie wafanye mambo yao. Na ikiwa unataka mtoto akutii wakati anafanya mambo yake, mpatie nafasi afanye, alafu muite. Kuna baadhi ya wamama wakati anapangia watoto kazi, anapanga kama muhindi. Ufanya kile, ufanya na kile, ufanya na kile, ufanya na kile, wacha nirudi nipate ya kwamba haukufanya.
Sasa mtoto anashangaa hii kazi yote mingi na hakukumbuka ya kwamba pia na mimi niko na kazi yangu. Sasa nitafanya kazi mbili, ya tatu nikimbie nicheze, ya nne ndio nikuje kufanya yake. Akienda huko anasahau. Lakini ungekuwa mwerevu kiasi, ungempangia kazi mbili tatu, umwambie ukimbie huko kwa uwanja, ucheze kidogo, tena ufanye nini? Anaenda anakumbuka ya kwamba nikienda sana kesho sitaruhusiwa nije. Lakini wengi wetu tunapanga kupanga. Siku ya Jumamosi mtoto mmoja alijaribu kujinyonga na kamba kushika kweli. Gani? Ilikuwa siku ya Sabato, mtoto aende kanisani. Mama akampangia kazi. Mtoto ni mdogo lakini alifanya class 8. Mtoto alipoangalia akaona ya kwamba hii kazi imepangwa ili nisiende kanisani na nimepewa kazi mingi. Sasa hii inaonyesha ya kwamba maisha yangu kuenda mbele ni magumu. Ninachokifanya nitaleta kamba. Uzuri akaleta kamba akaweka kwa shawa. Shawa imetengenezwa ikiunganishwa na pipe. Sasa wakati ameweka kamba, ameweka wa shingo yake, wakati alikuwa amechirusha ile pipe ikakatika. Uhai wa mtoto ukaokolewa. Na alipoletwa kanisani, ukweli kamba ilikuwa karibu kumnyonga. Hiyo basi ikiwa unampangia mtoto kazi, kumbuka ya kwamba huyu ni mtoto. Usipange kazi mingi, maana anaona ya kwamba anateseka na anaona ikiwa amenipangia hivi, nikiwa mkubwa atanifanyia nini? Wacha niachie hapa. Alafu kuna baadhi ya wazazi wako na watoto wawili watatu, anaonea mkubwa. Alafu anasema unajua wewe ndio mkubwa, wewe ndio unafaa kukua mfano bora, sasa wewe ndio utafanya kila kazi. Ile hali anaona mwingine akipumzika. Unajua mtoto ni mtoto. Hata huyu akiwa mdogo na yeye anadai kwamba na yeye angekuwa anafanya kazi fulani, lakini yeye anamuangalia, anakasirishwa vilivyo. Kwa basi tunapowapangia, tuwapangie tukikumbuka kwamba hawa ni watoto. Na kuna baadhi ya watoto ambao wazazi wao wamewalea kama mayai. Yaani mtoto ni msichana, kwa vile alizaliwa yeye peke yake kati ya vijana, sasa unapata yeye hafanyi chochote, yeye anakaa kama paka juu ya kiti. Yaani yeye anaangalia tu. Mahali atakuja kuolewa, ndio atakuwa na certificates ya mathematics and physics, mathematics and chemistry, lakini ndoa haijui mambo na nini na chemistry. Haina hiyo maneno. Ndoa inajua kwamba majukumu yote yafanyike na yule mwanamke ambaye ameolewa. Sasa ikiwa mzee wako hafanyi kazi sababu ni yeye peke yake, siku moja utashangaa, utashuhudia harusi bila pasta wakati ataolewa. Sababu hata kuwa mtu wa maana, hata akiwa kijana, mtunze na yeye ajue vyombo vinavuliwa na muna hii, kupika mtu anafanya ABCD. Hata ukiwa mgonjwa, huyu mtoto atakupikia arafu unywe madawa. Huyu mtoto akienda chuo kikuu atajipikia mwenyewe, hata aenda hoteli sababu amezoea. Ora basacha bari barengereti ngo moiseke gaikire university tari gukora ubugasi orengera ribono ngabu oyetiyo ekiagera kienda gukigokora bu ayenge kaiyo mosajo komoira taka inyoreti gosena asomete egenta inyorete ngeringa eyange akue pasi chingeni chikarangu chigwanza okomongaina arente yaya basirende koigure kango buna natabokia ninjende tamang'anane ense konyegeri gunaro ekeri kuyaigwa ense tari kunyara koremereria ase omoise komoreri akoira ribaga ri omokungu ori arikeira agokora emeromo ninjende atakuru getabukia mereng'ani igogoko ba moyo. Hakikisha ya kwamba msichana wako, kijana wako anachua kila kazi. Omoise kena areka emborie kwenarera baka yeng'enta okonyakorangari poi ngojorara embori. Yaani msichana ako kwa boma wamevuga mbuzi. Sasa mbuzi inateseka mpaka inachinyonga. Yeye anashinda akiita poi
poi kuja ona mbuzi itajinyonga, alafu baadaye mbuzi inajinyonga na msichana akifanya nini? Akiwa kesho nitasoma fungu ambalo nasema kwamba wasichana walichukua ng'ombe mtoni, alafu zilipokuwa zinakimbia Musa akawasuilia, kumaanisha kwamba hata wasichana wanafaa wafanye nini? Walise ng'ombe, sio vijana peke yao. Waneke swali yekina kwa nini kiororo na ande mota tinya kala teke gusi. Ikorate abai. Wogo tuara bana ba hobo na abo moiseke asibore mbori. Na abo moiseke asibore ngondi. Na abo moiseke amanye kiasi jinsi yaga engombe ko koranga ki. Engombe ko taranjara, engombe rango ya nyeita, ngakabo ntugi nkaiyo, ngana kuga ko ira roche. Asara nyuamu ontugi ngaka korati ngaki. Anda baro wakeresi mikwanya kobori korera. Mwana oyone bano ga korosiri. Chenyi wete kiri wati kyando siri. Aye, tigama ngana akorera. Aye, tuzo moise ko akogenda buwaye. Toko igusimi korua se korera aserietalia Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.